Bwana, ligi kuu ya Tanzania bara inaendelea kulindima na inaendelea kusonga mbele, lakini kuna wale ambao ndo wanarejea kwenye ligi kuu. Hapa tunaongelea timu 4 ambazo zilikuwa zikishiriki mashindano ya CAF: Simba, Yanga, Azam pamoja na Singida Black Stars. Leo hii zinaanza rasmi kurejea katika michezo ya ligi kuu. Azam pamoja na Singida Black Stars watakutana siku ya leo. Nikukaribishe mtazamaji wa FJ TV ndani ya kipindi cha kupendwa cha michezo Sport Freakup. Utakuwa nami Neema Kayuga, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa na Captain Joakim Musha ambaye atahakikisha taarifa zote za hapa ndani unazipata kiuchambuzi zaidi. Lakini kimataifa kubwa zaidi tutaenda kuangalia michezo mbalimbali ambayo ilichezwa huko La Liga, ligi ya England na ligi mbalimbali ambazo tutapata nafasi ya kukujuza wewe kama mtazamaji wa FJ TV. Endelea kusalia nasi, tunarejea muda si mrefu. Bwana, wengine wakiendelea kujifua na kujiandaa katika ligi kuu Tanzania bara, Joakim Musha, lakini wengine wanafukuza makocha. Ni meneja. Yaani kaondoka hata cheo cha ukocha hajapewa. Yaani kabla tujaingia kwenye swala letu ama taarifa zetu za hapa ndani, Joakim Musha, ni yani wewe maisha yako ya kawaida, mtu ili afanikiwe ama useme huyu kafanikiwa, unampa muda gani kama wewe umemwekea malengo ya kipindi fulani? Yaani wewe umempa kazi. Unasema mimi nataka labda baada ya miezi fulani ama siku ngapi, yani utampa ili uone huyu mtu kafikia yale malengo ambayo ulikuwa unayataka. Ujue kuna project ya muda mfupi na project ya muda mrefu. Inategemea sasa nimempa project ya muda gani. Kama nimempa ya muda mrefu, nitaendelea kumvumilia, lakini kama makubaliano yetu yalikuwa ni project ya muda mfupi, basi asipofikia malengo inabidi aondoke. Sawa, unajua kwa nini nimemuuliza Joakim Musha swali hili? Ni kutokana na taarifa ya siku ya jana ambapo klabu ya Simba walitoa taarifa rasmi ya kuachana na aliyekuwa meneja mkuu wa klabu hiyo, Dimitri Pantev. Tunapofahamu kwamba Joakim Musha huyu mtu aliletwa baada ya kuona kwamba sasa Simba wanahitaji mtu ambaye ataenda kukaa ama ataenda kusimamia katika michezo ya kimataifa. Pantev alitoka Gaborone FC, timu ambayo ilikuja kuwasumbua Simba katika mchezo hapa Benjamin Mkapa. Lakini ukiangalia jinsi ambavyo waliwapa michezo migumu katika mechi zote mbili, wakaamua wamlete bwana. Kocha hata miezi 3 ya kodi hajamaliza. Chumba kakiachia. Tuseme kama mwenye nyumba kapata faida ya mwezi. Kapata faida kubwa sana. Tuanze kwa Pantev. Wakati wake ulikuwa ni sahihi ama Simba wamekurupuka kumwachia? Au hawakuwa na project ya muda mrefu kama ulivyoanza? Dimitri Pantev, mimi nahisi Simba walikurupuka kwanza kumtambulisha. Kwa maana tunajua kipindi kile wanamtambulisha kulikuwa kuna pressure kubwa ya kuondoka mwalimu Fadlu Davis. Kwa hiyo Simba ili kuzima ile pressure ya mashabiki, kuzima pressure ya wanachama, wakabidi wamtambulishe Pantev baada ya mechi 2 za Gaborone nyumbani na ugenini. Wakaona anafaa. Lakini kwa upande wangu mimi, Pantev sio mwalimu mbaya. Sio mwalimu mbaya kwa maana gani? Kuna baadhi ya mechi unajaribu kuangalia Kayugo na kuona kwamba mwalimu hawezi kuingia uwanjani akakwambia bana wewe Soa hapa ni sehemu ya kufunga, sijui unanielewa. Mwalimu hawezi kuingia uwanjani akamwambia Mpanzu hapa ni sehemu ya kufunga. Mwalimu hawezi kuingia uwanjani akamwambia huwa hapa shoot utafunga. Kwa hiyo kwa Simba, kwa hicho ambacho walichokifanya, kwa upande wangu naona wamekurupuka. Pantev sio muda sahihi wa Pantev kuondoka. Ukiangalia mechi alizosimama yeye kama msimamizi, sio mechi nyingi. Hajavuka hata mechi 5. Sahihi. Unaweza yani unajua siku yani pale kwenye ile barua aliyotoa hawakusema sababu. Ni makubaliano. Yani kila siku najua hizi timu makubaliano ya pande zote mbili. Makubaliano. Sasa ukiangalia mechi ambazo Pantev kazicheza, huwezi kusema binafsi mimi siwezi kumjaji katika zile mechi. Kingine yani sijui ni kipi ambacho kimemuondoa, ila kusema matokeo. Yani kikubwa Kayugwa, wana Simba wao wenyewe wamejisaulisha. Simba ni miongoni mwa timu ama ni miongoni mwa vilabu vikubwa kwa sasa hivi barani Afrika. Kwa hiyo unapokuwa mkubwa ni lazima hata wadogo ambao utakutana nao watajua huyu ni mkubwa, kwa hiyo maandalizi yao yatakuwa ni makubwa. Angalia Simba msimu huu, ni maandalizi gani makubwa ambayo wamefanya kutisha kwa Simba wanaenda kufanya maajabu. Bali walienda na ile historia kwamba sisi ni majiant, kwamba sisi hatua hii tunavuka. Na ukitaka kuangalia mwanzoni
Wakati makundi yametoka, wana Simba walicheka sana. Wakasema kwamba ndio kundi jepesi tunaweza tukafuzu. Yaani Simba kinachowakosi wanashindwa kujua wao ni moja ya vilabu vikubwa barani Afrika. Kwamba mechi yoyote kwao ni kama finali. Angalia mechi Simba ya kwanza waliocheza dhidi ya hawa tunaita Atletico de Rwanda. Simba walikuwa wanaiona kabisa ni Simba ya kawaida. Yaani kwamba waliingia kwamba wakiamini Benjamin sisi tunapata matokeo muda wowote. Ila kilichokuja kutokea kila mmoja alishangaa. Angalia mechi ya pili dhidi ya Stade Malien. Simba walikuwa wanaamini kwamba wanaweza kupata matokeo ugenini, lakini wale Stade Malien walikuja tofauti wakiamini Simba ni timu kubwa, na unapozana na timu kubwa ni lazima mipango yako pia hiyo mikubwa. Kwa hiyo Simba wanachofeli ni ile kujisahau. Simba wanafeli kwa namna ya kujisahau. Kwa taarifa ambazo pia zimetoka kwamba kikosi sasa kitakuwa chini ya kocha Suleiman Matola. Ni kocha muda mrefu ndani ya Simba. Naam. Ni kocha ambaye wanakuja makocha wengi lakini yeye anaendelea kusalia. Naam. Ana game na Mbeya City lakini ana game na tarehe 7 na game na Azam. Naam. Unamuona Suleiman Matola akienda kuiongoza Simba ama kuifikisha pale mashabiki na wanachama wanapotaka? Mimi Veron Suleiman Matola sina mashaka naye, ila mashaka yapo nje ya uwanja. Kwa maana gani? Simba sasa hivi imekuwa na pressure sana nje ya uwanja. Yaani hapa nikizungumzia mashabiki na wanachama. Nadhani hata juzi kwenye mkutano wao uliona watu walihoji, na hata mkutano jinsi ulivyoisha watu wengine hawakupenda. Kwa hiyo kwa Suleiman Matola wamekuja walimu wengi na yeye akiwa kama msaidizi ana vitu vingi Matola. Kwa hiyo mimi nilikuwa natamani Simba hebu wamwamini Matola, wamkabidhi timu moja kwa moja. Then akiharibu aondoke ili waje wengine wapya kabisa, kwa sababu tunaona mabenchi mengi ya ufundi hata Ulaya wapi mwalimu akifukuzwa anaondoka. Yaani ile kwa mfano nikutolee mfano mdogo, Prison juzi wamemtoa mwalimu wao, na sio mwalimu tu, hadi daktari sijui unanielewa ameondolewa kwenye timu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba anayekuja anakuja na vitu vyake vingine vipya. Lakini kwa mfano Simba wakiendelea kuwafukuza walimu wakuu afu Matola akibaki, bado mimi naona kuna tatizo litakuwepo. Hebu wampe Matola afu tuone je atafikisha wapi. Sawa, Jackie Musha anamaliza kwa kusema kwamba Simba sasa ni muda sahihi wa kumpa Suleiman Matola timu. Asa je, na wewe unafikiria hivyo? Toa maoni yako hapo, tutakuja kuyasoma kwenye kurasa ya comment hapo. Lakini Jackie Musha tumalize kwa siku chache. Azam na Singida Black Stars wametoka kwenye michuano ya CAF, wanarejea ligi kuu leo wanakutana. Karata yako unampa nani? Mechi ya leo mimi nampa Singida. Naam, nampa Singida. Sali hapo. Azam bwana wewe umenyuma ushindi, lakini Singida Black Stars Jackie Musha kampa ushindi. Hatuna la ziada kwenye taarifa za hapa ndani. Tukirejea ni upande wa kimataifa zaidi. Yes, tumerejea tena na sasa hivi ni muda sahihi wa kukujuza wewe mtazamaji wa FJ TV taarifa zote za kimataifa zaidi. Jackie Musha, unajua baada ya kutoka kwenye michuano ya UEFA, sasa watu wamerudi kwenye ligi kupambania nani atakuwa bingwa. England pale ligi iliendelea, lakini kubwa zaidi La Liga pia ligi imeendelea. Barcelona na Madrid ni moja ya timu ambazo zinachuana sana pale. Ukiangalia jana Barcelona ameshinda bwana mbele ya Atletico Madrid, ambaye moja ya timu ambayo nayo sio kwamba ni mbaya, ipo kwenye top 4 mpaka sasa hivi. Ukiangalia goli 3-1 mchezo ukaisha, Barcelona akachukua ushindi wake akapanda juu kileleni. Sahihi. Hapa unaweza kumsifu mwalimu Hansi Flick na uzuri zaidi urejeo na Rafinha. Unaona kama Barcelona tayari imeshapata muunganiko, lakini Atletico Madrid sio timu mbaya. Yaani ni timu ambayo kwa Hispania ni moja ya timu ambayo huwa inatoa upinzani mkubwa sana kwenye hivi vilabu viwili ambao ni Barcelona pamoja na Real Madrid. Lakini kwa hii misimu miwili unaona Barcelona wamerudisha ufalme wao. Barcelona wamerudi kwenye ile tuseme kwenye ile level yao ambao watu wengi wanajua Barcelona ni timu aina gani. Mchezaji kama Rafinha jana tumeona uwezo wake, mtu kama Dani Olmo, Fernando Torres wameweza kuscore. Kwa hiyo kwa Barcelona naiona La Liga msimu kurudi ile La Liga misimu mitatu nyuma, kwamba mpaka mechi ya mwisho ndio tunakujua bingwa ni nani, kwa sababu tunajua Madrid hawako mbali japokuwa wana tofauti ya mechi pointi 4, lakini bado wana mchezo mmoja mkononi. Kwa hiyo unaona kabisa ni moja ya ligi ambayo itakuwa na ushindani zaidi msimu huu. Ni kweli kwa kipindi ambacho Rafinha alikuwa ndani ya kikosi cha Barcelona, ni kuna namna Barcelona iliteteleka.
Sahihi Kayugwa. Rafinha ukitaka kuangalia msimu uliopita ndo miongoni mwa wachezaji ambao wamechangia magoli mengi Barcelona, kutoacha kumtaja Rafinha. Angalia alivyokuwa ameumia, japokuwa Rashford kuna muda alikuwa anatusaulisha kwamba kuna mtu anaitwa Rafinha, lakini bado thamani yake ilikuwa imebaki pale pale. Angalia jinsi alivyorejea, angalia uwezo wake. Yaani kwenye timu Kayugwa kuna ile chemistry. Yaani mimi na wewe tayari tushazoeana. Najua kabisa huu mpira nikiweka hapa Kayugwa anaukuta. Angalia Lamine anapokuwa uwanjani, angalia Rafinha anapokuwa uwanjani. Ni tayari kuna patch ambayo tayari ishatengenezwa baina ya watu hao wawili. Angalia Rashford alivyokuwa anacheza na Lamine. Unaona kuna muunganiko, ila sio muunganiko mkubwa. Kwa hiyo anapokuwa Rafinha, anapokuwa Lamine, chini yao kunakuwa na Pedri, unaona Barcelona jinsi inavyotoka nyuma vizuri na kwenda juu vizuri. Kwa hiyo mimi naona mrejeo wa Rafinha na hiyo na Barcelona kuendelea kumaintain na kuendelea kupata matokeo mazuri, kwa sababu hata ukiangalia kuna Fernando Torres sasa hivi ana confidence. Angalia mzee kama Lewandowski japokuwa anatokea benchi, lakini unaona kabisa umuhimu wake unakuwepo wapi. Kwa hiyo mimi naamini mrejeo wa Rafinha ndio umesababisha Barcelona pia kupata tayari matokeo. Mimi nadhani kitu ambacho pia Barcelona kwa msimu huu ambacho wanakihitaji sana ni ubingwa. Ukiangalia Madrid anakuja moto sasa hivi. Ukiangalia pia Atletico Madrid jana pia wamecheza vizuri. Shida ilikuwa ni kwenye kutumia nafasi. Na ukiangalia pia wenyewe Barcelona, kitu ambacho pia nadhani kilikuwa kinawasumbua mbele pale, kutokuwa na mtu ambaye wa kumalizia vizuri. Tumemtaja Rafinha ambaye alikuwa ni mtu ambaye ni muhimu sana, lakini kuna Lamine ambaye naye alikosa kama partnership wake, yani yule mtu ambaye anaweza akamfanyia vitu ama wakatengeneza wote nafasi. Ukiangalia pia kimsingi mimi nadhani Barcelona kwa sasa hivi kuna namna imejengeka hata walivyorejea kwenye uwanja wao wa nyumbani. Kuna namna kama kujiamini kumeongezeka. Hii ni faida ya kuwa ya kuwa nyumbani zaidi, ama ule uwanja kipindi ambapo walikuwa wanachezea mechi za nyumbani ulikuwa unawasumbua? Kwanza Kayugwa tunabidi tukubaliane kitu kimoja. Hata wewe mtu hawezi kuja kukupiga kwa kirahisi. Ni lazima kuna kitu ambacho wewe mwenyewe unajivunia kwamba huyu atanipiga, lakini mimi kuna kitu nikikishika ambacho mtu yote hawezi kujua, lazima nitamuumiza. Barcelona walipokuwa nje ni ukempu, ulikuwa unaona matokeo ambayo walikuwa wanayapata, lakini mrejeo wa nyumbani kuna support kubwa wanayopata, kuna mashabiki, sijui unaelewa. Japokuwa mashabiki wa Ulaya yani tuseme machizi soka popote timu ilipo na wenyewe walipo, lakini kuwa nyumbani zaidi hii inakuwa ni advantage kwa Barcelona. Angalia michezo hii miwili waliocheza wakiwa nyumbani, kuna vibe fulani wanalipata ambao nje walikuwa wanalikosa. Na matokeo ya jana unaweza kusema ni yale yani ni matokeo ni kutokana na yale matokeo mabovu ya Barcelona waliopata kwenye Champions League dhidi ya Chelsea. Sijui unaona ni kama yakawashtua. Sisi ni wakina nani? Mbona inakuwa ni rahisi? Na maana tukipoteza na aina ya Madrid, tunajua Madrid moto wake kisha kuja hapa juu inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kwa Barcelona kwa kitu ambacho wanakifanya sasa hivi, kwanza wanafurahi kucheza nyumbani, pili wanapata support ya mashabiki wao, tatu naamini Barcelona watafanya vizuri wakiwa ndani ya Nou Camp. Jackie Musha ametaja vitu vitatu ambavyo Barcelona akivizingatia ama kwa msimu huu anafaidika navyo. Moja ni kuwepo katika uwanja wake wa nyumbani ambao ulitengenezwa kwa zaidi ya miaka miwili. Uwanja unatengenezwa ni kitu ambacho sikutarajia. Sisi hatuna la ziada ndani, taarifa zilikuwa ni nyingi, lakini muda wetu umetutupa mkono. Ulikuwa nami Neema Kayugwa, lakini pembeni yangu alikuwa Jackie Musha ambaye siku zote anakuhakikishia kajitaja ni meneja nani atakujuza katika kipindi kijacho. Endelea kusalia nasi na hii ni FJ TV.